Matangazo haya msikilizaji yanakujia mubashara kutoka hapa Nairobi. Dakika 15 baada ya saa 12 jioni Afrika ya Mashariki. Tunaelekea viwanjani tayari. Alfred yupo studioni. Alfred, hujambo na karibu, tujuze yaliyojiri viwanjani hii leo. Sijambo na asante. Tuanze kwa taarifa kubwa kwamba Faith Cherotich ameshinda mbio za mita 1300 vya kuruka viunzi na vidimbu vya maji huko Tokyo, Japan, na kuweka rekodi ya mashindano hayo, championship record, kwa kuandikisha muda wa dakika 8 sekunde 51.59 ambayo inaendelea huko Tokyo, Japan. Faith ni mwanariadha wa 4 sasa kushinda taji la taifa la Kenya, hasa upande wa dhahabu katika mashindano hayo ya riadha ya dunia. Yavi Winfred pia, ambaye alishinda katika mashindano hayo, alimaliza katika nafasi ya pili kwa kuandikisha muda wa dakika 8 sekunde 56.46. Sembo Almayu kutoka taifa la Ethiopia alimaliza katika nafasi ya 3. Wengine walioshiriki katika mbio hizo ni Doris Lemngole kutoka taifa la Kenya na Nora Jiruto kutoka taifa la Kazakhstan, ambao alimaliza katika nafasi ya 5 na 6 mtawalia. Bila shaka majina haya si mageni na Faith. Jana tulimuona Faith Kipyegon akishinda mbio za mita 1500. Leo Faith Cherotich ameshinda mbio za mita 3000. Lakini huyu Yavi anaikimbilia Bahrain, lakini ni raia wa hapa Kenya, lakini anaikimbilia Bahrain. Kwa hivyo Wakenya bado wana kila sababu ya kutabasamu. Naam, kwa hivyo ukiangalia kwenye kapu la dhahabu bado inazidi kujaa. Bila shaka. Wakati huo pia katika fainali za mbio za mita 1500, Isaac Nader kutoka taifa la Ureno alibuka wa kwanza, Jack Whiteman kutoka taifa la Great Britain akiwa wa pili, Reynold Cheruiyot akiwa taifa la Kenya akaibuka katika nafasi ya 3, huku Timothy Cheruiyot wa Kenya akiibuka katika nafasi ya 4. Kidogo upande wa wanaume hawajafanikiwa kama akina dada. Tuende katika mashindano ya baiskeli ambayo yanaendelea huko Rwanda. Ni kwamba ikiwa imesalia siku 3 kabla ya mashindano haya ya dunia ya mbio za baiskeli kung'oa nanga, mwezi huu kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 28, serikali ya Rwanda imetangaza kuwa shule zitafungwa na wafanyakazi wa serikali watafanyia kazi nyumbani. Ili kupisha mashindano hayo. hayo. Kumbuka katika mashindano ya CHAN ni barabara tu ilikuwa inafungwa hapa nchini Kenya. Kwa hivyo watu wako wanakaa nyumbani. Lakini sasa itabidi, kwa sababu barabara nyingi mashindano ya baiskeli ni barabara zinatumiwa na labda ni njia moja ya kuonesha hadhi ya mashindano hayo. Bila shaka wanasema kwamba jiji la Kigali linaendelea sasa hivi kupokea wageni mashuhuri katika mbio hizo kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kwingine Ulaya, aliyekuwa kiungo wa Arsenal Thomas Partey amekanusha mashtaka ya ubakaji na shambulio la kingono katika mahakama ya Southwark Crown mjini Uingereza. Mchezaji huyo anakabiliwa na mashtaka 5 ya ubakaji na 1 la shambulio la kingono kwa wanawake 3. Inadaiwa kwamba makosa hayo yalitokea kati ya mwaka 2021 na mwaka 2022. Bila shaka Partey kabla yake kuhama Arsenal kulikuwa na tetesi kwamba anaondoka Arsenal kwa sababu ya madai haya, lakini baadaye klabu ilikana kwamba haikuwa sababu ya kuto kumpa kandarasi mpya katika timu ya Arsenal. Lakini ni visa ambavyo wachezaji wengi kule Ulaya wanakutwa nayo, madai kuhusiana na ubakaji na kunyanyasaji wa kingono. Lakini baadaye unakuta kwamba ni tuma ambazo zilikuwa za kutengenezwa tu na za uongo. Tunamtakia kila laheri, kwa sababu jana pia alikuwa ameshiriki katika mechi ya klabu bingwa bara Ulaya akichezea Villarreal walipo pigwa bao 1 na timu ya Tottenham. Bila shaka tuwaachie mahakama wafanye kazi yao. Na bila shaka leo hii pia kuna mapambano ama niseme pambano la klabu bingwa bara Ulaya ambayo itasakatwa leo hii. Bingwa mtetezi ambaye ni PSG itapambana na timu ya Atalanta, Olympiacos watapambana na Pafos, kisha Slavia Prague watapambana na Bodo Glimt, kisha Bayern Munich wataialika Chelsea, Liverpool wakicheza dhidi ya Atletico Madrid, na kisha Ajax watacheza na Inter Milan. Tukiingia kwenye tetesi za
uhamisho ama tetesi ambazo zinaibuka kule Ulaya ni kwamba kocha wa Manchester United Ruben Amorim anakabiliwa na kipindi kigumu sana katika ukufunzi wake, huku mechi 3 zijazo zikiamua iwapo atasalia au tusubiri tuone namna hali itakavyokuwa. Nikushukuru sana Alfred. Karibu. Tupate makala Gurudumu la Uchumi.